Hello, habari ya leo tena. Upo na mimi Mr. Paul Gregory, mtaalamu wa masuala ya elimu, miradi pamoja na masuala ya mafunzo ya uongozi. Jana tulianza lile somo letu la uongozi na tuliangazia tofauti kati ya nafasi na uongozi, na tukakubaliana tutakuwa tunakutana mahali hapa kupitia hatua moja baada ya nyingine katika kujenga safari ya uongozi madhubuti. Basi leo tutaanza na eneo muhimu sana, eneo la kwanza pale unapoianza safari ya uongozi. Haijalishi una nafasi. Kumbuka jana tulisema unaweza kuwa na nafasi, lakini safari ya uongozi ndani yako inahitaji mchakato. Safari ya uongozi ndani yako bado haijakamilika. Kwa hiyo usiogope kujifunza, hata kama una nafasi kubwa kiasi gani. Uongozi ni kujifunza kila siku. Mambo yanabadilika kila siku, namna ya watu wanavyofikiri wanabadilika, teknolojia, mambo yanabadilika. Kwa hiyo ni lazima kiongozi kubali kuanza safari ya uongozi. Basi jambo la kwanza kabisa ambalo tutazungumza leo ni safari ya kujitambua na kujiendeleza. Self awareness ni hatua ya kwanza kabisa kwa mtu yoyote ambaye anatamani safari ya uongozi izaliwe ndani yake. Na jambo la pili hilo, kujiendeleza. Nilisema tutakuwa tunapitia kwa kiasi kikubwa sana katika vitabu viwili, Seeds of Leadership cha Bwana Will Lukang pamoja na A Leader Who Had No Title cha Bwana Robin Sharma. Katika vitabu hivi waandishi kwa pamoja wanakubaliana jambo muhimu sana la kujitambua kwanza. We mwenyewe pale ulipo kwa sasa, upo katika hatua gani ya uelewa kuhusiana na masuala ya uongozi? Wapi unafanya vizuri zaidi? Wapi una udhaifu? Okay, maeneo gani unaweza ukaboresha, na hatua gani za kuchukua ili uweze kuboresha? Unahitaji msaada gani? Unamhitaji mtu kama mentor? Unahitaji mafunzo maalumu? Ni yote hayo ni safari ya kujitambua. Okay, Will Lukang katika kitabu chake cha The Seeds of Leadership kwa mfano anaweka bayana ya kwamba safari ya kiongozi yoyote ni lazima ianze na kuainisha maeneo ambayo ana udhaifu, areas of weaknesses, lakini maeneo ambayo unafanya vizuri yatambue, kwa sababu hayo ndio yatakupa nguvu ya kuboresha pale ambapo unafanya vizuri. Lakini anasema ni lazima uweke mpango wa kuboresha pale ambapo ufanye vizuri zaidi, na anasema tafuta mtu atakaye hold responsible. Nani atakuwa anakushikisha uwajibikaji katika ule mpango wako wa kujiendeleza? Huyu anaweza kuwa ni mentor. Wewe unaweza kutafuta mentor, so ni kati ya mentor na mentee, mnakutana, una expose, anakusaidia kukua katika eneo la uongozi. Na Robin Sharma ukisoma kitabu chake katika ile sura ya 7 anasema, in order to be a great leader you need to be a great person. Anasema ili uwe kiongozi madhubuti ni lazima uwe mtu madhubuti. Kwa anakubaliana na Will Lukang kwamba hatua ya kwanza ya kuwa kiongozi madhubuti ni kujitambua na kujiendeleza mahali ambapo wewe hufanyi vizuri, pale ambapo hufanyi vizuri. Robin Sharma anasisitiza eneo hili, alipa uzito sana, kwa sababu mwisho wa siku kiongozi unaangaliwa na watu wanakuangalia katika kile unachokisema na kukitenda. Kwa hiyo ni lazima uwe mtu wa mfano, mtu wa kuonesha njia, na huwezi kufikia hizo hatua kama we mwenyewe kwanza hujakubali kwamba eneo fulani sifanyi vizuri, na nadhani kuna hatua za kuchukua. Sasa safari ya kujitambua inawezekana isiwe nyepesi, lakini kwa kawaida tunasema kuna maeneo makubwa manne ya binadamu kuweza kujifahamu na kuchukua hatua. Eneo la kwanza kwa tunasema kuna vile ambavyo wewe unajifahamu. Wewe peke yako unajifahamu, hakuna mtu mwingine anakufahamu kabisa, ni wewe peke yako. Lakini kuna maeneo mengine ambao watu wanakufahamu wewe na wale hujifahamu. Wanaweza kukwambia mazuri kabisa ya kwako na wanaweza kukwambia madhaifu ya kwako.
kabisa, wanakufahamu wewe. Lakini kuna eneo la tatu ambalo wewe unavyojifahamu ndivyo watu wanavyokufahamu vile vile. Kwa hiyo vile unavyojifahamu wewe na ndivyo watu wanavyokufahamu. Kwa hiyo hili ni eneo pia la kujitambua. Lakini watu nasema kuna ile sehemu ya nne ambayo kwa kweli haifahamiki kwako na wala haifahamiki kwa watu wengine. Sasa inawezekana hili likahitaji uvuvio wa Roho Mtakatifu, sababu ni Mungu mwenyewe anakuwa anakujua. Ni vitu ambavyo wewe hujijui na wala watu wengine hawajui. Kwa bahati mbaya huvijui, huwezi kuvifanyia kazi, na bahati mbaya watu wengine havijui vile vile, hawawezi kuvifanyia kazi. Lakini inawezekana ukavigundua kadri unavyosoma vitabu na labda unapo tafuta maarifa kadha wa kadha, safari yako ya kuelekea kujitambua. Sasa jambo muhimu ni kukubali kwamba hapa sifanyi vizuri, ni kukubali hapa sifanyi vizuri. Na kama umegundua mwenyewe na ama umeletewa feedback na wale unaowaongoza, take it positive. Inawezekana ni eneo la kihisia, labda ni mtu ambaye una paniki haraka sana, ni mtu ambaye una hasira za karibu sana, ni mtu ambaye unavurugwa na akili haraka sana, ni mtu ambaye unakata tamaa haraka sana, ni mtu ambaye uko disorganized, huwezi kupangilia vitu. Ni lazima kwanza ukubali hiyo feedback, fanya reflection na uweze kuchukua hatua. Sasa mimi napendekeza maeneo makubwa matatu. Unapochukua hatua, chukua zile hatua zako binafsi ambazo utaanza kazi. Labda utasoma vitabu, hizo ni hatua binafsi, sawa sawa. Utatafuta ushauri wa hapa na pale, ni hatua binafsi ambazo utazichukua. Lakini kama kiongozi, tafuta fursa za kujifunza formally. Unaweza ukaatendi kozi kwenye institution fulani, ama virtual kwa maana ya online. Unaweza ukachukua kozi ambayo inaweza kuwa ya muda mfupi ama ya muda mrefu sana. Na eneo la tatu, jaribu kuwaweka watu mbele na wewe ukae nyuma, uwatazame wao wanaongozaje. Kuwaweka watu mbele ni kuwa visualize kwamba katika hili angekuwa Mwalimu Nyerere angeamua vipi, katika hili angekuwa Sokoine angeamua vipi, katika hili angekuwa Sekera wa CRDB angeamua vipi, katika hili angekuwa mtu fulani unayemfahamu angeamua vipi. Hawa ni watu ambao unavutiwa na aina yao ya uongozi. Sasa unaketi nyuma, alafu unawaweka mbele, halafu unaashumu kwamba wao wangekuwa pale mbele wanafanya maamuzi, wangefanya nini katika situation kama hii. Inawezekana ni mchungaji wako, ni padri, ni kiongozi wako wa kiroho, katika hilo angefanya maamuzi gani? Hawa ni watu ambao unawatazama mbele, wanakupa picha nzuri katika uongozi. Waweke mbele, uwatazame. Kadiri unavyofanya maamuzi, unavyoanza hii safari ya ukuaji, kuna watu uwe unawatazama mbele. Baada ya kusema haya, nikukumbushe tu, kama unahitaji vitabu hivi vya The Seeds of Leadership cha Bwana Will Luca, ama unahitaji kitabu cha Robin Sharma, unaweza ukanifuata hapo inbox ama kwenye comment, nikajaribu kukutumia hard copy. Lengo ni mimi na wewe na wengine wote tufanikiwe katika safari ya uongozi. Kumbuka, kiongozi lazima ujifunze kila siku mambo mapya. Asante sana kwa kunisikiliza, mpaka wakati mwingine.